Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Ni asubuhi ya leo, ninatamani kukukumbusha wewe ambaye unafuatilia kipindi hiki asubuhi ya leo. Ninaomba tuombe. Bwana Yesu, Mungu wetu uliye mwema, tunakutukuza Mungu unayetulinda, unayetutunza. Wewe ni Mungu ambaye unasema unataka dua na sala kabla vitu vyote. Bwana Yesu, ninakabidhi watoto wako asubuhi ya leo mikononi mwako. Yesu, ninaomba neno hili likafanyike ulinzi kwa kila mmoja, katika jina lako Yesu nikiomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nina ujumbe ambao saa ingine utakusaidia wewe mahali ulipo, ujumbe ambao unakupa tafakari ya ulimwengu usioonekana. Nina kichwa kinachosema maombi juu ya watu wanaotafuta roho yako. Maombi juu ya watu wanaotafuta roho yako. Sijasema wanaotafuta pesa yako, sijasema wanaotafuta mashamba yako, sijasema wanaotafuta elimu yako, sijasema wanaotafuta saa ingine ndoa yako. Vitu vyote unavyovimiliki vinaweza vikawa visababishi vya wewe roho yako kutafutwa. Cheo ulicho nacho kinaweza kuwa kisababishi cha watu kuitafuta roho yako ili wakae kwenye cheo hicho. Biashara ulionayo inaweza kuwa kisababishi cha watu ili waweze kuitafuta roho yako ili wamiliki biashara yako. Ulisi ulionao kwenye ukoo wako unaweza ukawa kisababishi cha watu kuitafuta roho yako. Kwa vitu vyote unavyovimiliki, usijisahau, vinaweza kuwa visababishi vya maadui zako kukuondoa wewe duniani. Uwe na cheo, uwe na biashara, uwe ni mlisi, uwe na uchumi ulio bora, kikubwa linda sana uhai wako, kwa sababu roho yako ndio inayotegemewa na vitu vyote vilivyokuzunguka. Narudia tena, roho yako inayotafutwa ndio inayotegemewa na vitu vyote vilivyokuzunguka. Roho yako inategemewa na biashara unaifanya. Roho yako inategemewa na cheo ulicho nacho. Roho yako inategemewa na umiliki ulionao, na ndio maana wanaitafuta roho yako. Uwe ni rais wa nchi, uwe ni waziri, uwe ni makamu, uwe ni katibu wa wizara, uwe ni kiongozi yote, uwe mkuu wa majeshi, uwe afisa, roho yako inahitaji kuilinda katika ulimwengu usioonekana, kwa sababu kesho yako huijui. Mungu ndo anayejua kesho yako. Tukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka wa 3, neno la Mungu linasema, basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari za mambo yote aliyoyafanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Elia mjumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmoja wao hao. Hapa tunamwona Yezebeli anawatuma wajumbe wa kumwambia Elia kwamba lazima roho yako itafutwe, lazima roho yako iuawe. Si kwamba Elia alimkosea Yezebeli. Elia alitumwa na Mungu. Elia alithibitishwa na Mungu kusimama kwenye nafasi yake, lakini walikuweko wanaotafuta roho ya Elia. Na wewe kuna mahali saa ingine umetumwa
lakini adui yako anaweza katuma wajumbe wa kukuandama. Siku hizi wajumbe tunaita machawa, wanaokuja kuhalalisha makosa yako, wanaokuja kuhalalisha kifo utakachokufa, wanahalalisha matukio mabaya yatakao kupata, ndio wanaitwa machawa. Yaani wanatumwa machawa, wanakuwa kama ni washauri, wanatuma machawa, wanakuwa kama wanakuja kukutengenezea wewe matatizo, kukuchafua, kuhalalisha ubaya wa hila. Kuna ubaya wa hila unaokuja kuhalalishwa kwako kwenye ofisi yako. Kuna ubaya wa hila ambao unahalalishwa na wajumbe wa adui yako. Adui yako anawatuma wajumbe wanaokuja kuhalalisha ubaya, ili akija kukuangamiza waseme alikuwa mbaya. Na ndio maisha sasa yalivyo duniani. Watu wengi wanaishi kwa pesa za ila, ujira wa ila. Wanapata ujira kwa kuhalalisha mabaya kwa mtu asiyekuwa mbaya. Wanapata ujira wa kuhalalisha mabaya kwa mtu asiyekuwa mbaya. Sasa asubuhi ya leo ninaomba ufuatane na mimi kuomba maombi ya kusimama kinyume na aliyetumwa kuondoa roho yako ama kuwinda roho yako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninatamka neno la unabii juu ya kila anayewindwa roho yake, anayewindwa roho yake ili wakae kwenye cheo chake. Ninatoa unabii juu ya wajumbe wote wanaokuja kwake, wanaoleta ujumbe wa kuwinda roho yake. Baba, ninatamka kila waliomzingira katika hila, Yesu, ninatamka umauti juu yao. Ninatamka hila zao zikawageuke wenyewe kwa jina la Yesu Kristo. Kila wanaomwinda mwenye haki, kila waliomtengenezea mwenye haki mabaya, kila waliomtengenezea mwenye haki hila za uharibifu, hila za kumwondoa kwenye cheo, hila za kumwangamiza kwenye biashara yake, hila za kumwangamiza kwenye ndoa yake, hila za kumwangamiza mahali popote penye nafasi yake, ninatoa nabii leo katika jina la Yesu Kristo. Hawa watu hawatafanikiwa. Kila mipango waliopanga juu yao, ninaamuru ikawarudie leo kwa jina la Yesu. Ninawaamuru ile mipango ikawarudie leo katika ulimwengu wa roho. Ninaamuru malaika kurudisha mipango miovu, kurudisha hila zote za uovu juu ya mwenye haki. Zile wanazopanga hila juu ya mwenye haki, natamka zile hila ziwarudie wenyewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Kila mipango miovu inayopangwa juu yako, kuwinda roho yako, kuwinda cheo chako, kuwinda umaarufu wako, Bwana Yesu, ninatamka mawindo ya wawindaji yakawarudie wenyewe kwa jina la Yesu. Kila anayemwinda mwenye haki, kila anamwinda mwenye haki, yale mawindo yakamnase mwenyewe. Kila anayemtega mwenye haki, ile mitego ikamnase mwenyewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Nikiomba haya katika utatu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ni ujumbe mfupi, lakini amini hivyo kwamba ujumbe huu utaenda kutenda jambo. Na upatapo ujumbe huu, endelea kuomba sawa sawa nilivyokuambia. Simama kinyume na wawindao roho yako. Basi jina langu naitwa Mchungaji Johnston Andwilile Mwaijumba. Ninawapenda mnaofuatilia vipindi vyetu asubuhi, mchana na jioni. Mungu awabariki. Kwa ushauri, namba yangu ni 0753111511. Namba hiyo usipige, tume ujumbe tu, nikiupokea nitakurudia. Mungu akubariki sana.